Yani mtazamaji wa Chako TV, karibu katika kipindi chako maalum ambacho utakuwa nami host wako Drexler. Leo bwana, nipo mitaa ya Ilala Sharushama. Katika pete zangu nimekutana na mwanachuo mmoja hivi, unaona kapendeza nini bwana, mambo vipi? Poa. Kama kaa fresh kabisa. Unaenda kwa jina gani? Mimi ni Mangara, yani maarufu kama Big Chief. Big Chief nini kabisa. Sasa bwana, leo tunazungumzia mjadala mzima wa maisha ya chuo. Hivi wewe ni mwanachuo? Ndio, ni mwanachuo. Unasomea chuo gani? Mimi ni mwanafunzi wa Dar es Salaam School of Journalism, chuo cha uandishi wa habari ambacho kipo pale Ilala. Kumbe kiko maeneo ya around hapa, sio? Kabisa. Okay. Sasa wewe kama mwanachuo, yani namba unielezea ni gani unakutana navyo huko chuoni yani? Maisha ya chuo kusema kweli ni maisha fulani hivi ambayo ni mazuri sana, kwa sababu lengo kubwa kwa mwanachuo wote ni kutafuta elimu, lakini ni maisha ambayo pia ukifika unakuwa unajifunza mambo mengi sana. Kama mtu umetokea level ya huko sekondari nini, kulikuwa kuna maisha fulani hivi, lakini kufika maisha chuo kila mtu yuko matured. Kule hakuna kushurutishwa kwamba fanya hivi utachapa fimbo, hapana. Kule ni akili yako na kufanya vitu kwa kujitambua, ndio maisha yanaenda. Okay. Na ni changamoto gani mwanachuo anazo aidha kwenye masomo au na malecture? Changamoto ambayo ipo muda mwingine, binafsi sijapitia changamoto nyingi sana, lakini kwa changamoto ambazo naona wengine ni pale ambapo mwanafunzi anakuwa amefeli. Mwanafunzi akifeli kidogo na kwa changamoto kwenye kutafuta zile coursework. Ni changamoto kweli kabisa, au kuhakikisha ana feed ile sapo ambayo ameipata. Kwa hiyo kidogo inakuwa changamoto kwa sababu kuna pesa ambayo pale lazima utoe. Kama mtihani ulifanya mara kwanza kwenye SAP, lazima tena unaanza tena kuanza upya, unaanza tena kuanza kwenda kufanya mtihani. Kwa hiyo inakuwa kidogo usumbufu. Kwa hiyo kwangu hiyo naona kwa ambao inawatokea hivyo inakuwa ni changamoto sana. Okay. Hivi uko kwenye mahusiano sasa hivi au? Mimi kwa sasa hivi namshukuru Mungu sipo kwenye mahusiano. Okay. Je, ni kwa mfano yani ungekuwa kwenye tuseme wale ambao kwenye mahusiano, nini changamoto gani wanazipitia huko wakiwa chuoni? Nadhani kwa ambao wako katika mahusiano, changamoto mojawapo ambayo wanapitia ni swala zima la stress. Stress kiaje? Kwa maana kwamba huwezi handle vitu viwili au ukafanya vitu viwili kwa pamoja. Mshikamo wawili na mapenzi na kuja na nguvu sana. Sasa kushika elimu na mapenzi, mara nyingi wanafunzi wanaacha elimu, wanajikita kwenye mapenzi. Kwa hiyo inasababishaga hata kimasomo wa drop na inaletaga stress, msongo na changamoto kama hizo. Je, yani ungemshauri nini mtazamaji anayetutazama sasa hivi? Yani kwa mfano angesikia labda yupo kwenye mahusiano sasa hivi, akakuta labda yule mtu wake, hasa huyo mtu wake anatoka na lecture wake, yani inakuwaje hapo? Huo ni ushauri. Yani ungemshauri nini? Aidha aache mahusiano au aendelee nayo? Mimi kusema kweli maisha chuo namshauri aache, kwa sababu malecture wameshika mpini, wanafunzi wameshika makali. Kwa hiyo ni bora halisi kumwacha yule mwanamke ili afaulu masomo kuliko alazimishe atengeneze chuki na lecture afu mwisho siku afeli, kwa sababu kama wanawake wapo tu, hata akimaliza atapata mwingine na kitu kama. Lakini kikubwa ni elimu, asigombane na malecture, awe na mahusiano mazuri, kwa sababu swala la kufaulu chuo sio tu kuwa na akili, ni pia hata swala la kuwa na mahusiano mazuri na wanafunzi, hiyo pia inaweza ikakubeba sana. Kwa hiyo namshauri kama ikitokea situation kama hiyo, aachane na yule mwanamke, yeye ajifanye tu mjinga kwa muda, ili elimu yake iende vizuri. Okay, turudi kwa upande wako wewe. Kwanza jina lako Big Chief, yani jina fulani limekaa kiuzito, yani tueleze kidogo juu ya hilo jina. Mimi kwa asili ni Muhehe. Na nilipewaga uchief kwenye ukoo wetu. Ni jina fulani wengi wanadhani labda ni jina la utani, lakini kweli nilipewaga chief kwa jina fulani kwa ukoo wetu. Kwa hiyo anaitwa chief. Sema ngao nasema kama chief haitoshi, machifu wengi kuna nani chief. Chief Godluck. Ngao kidogo niongeze bigi ili iwe itofautishe. Sio kwa lengo la utukufu, lakini naamini nikijiita Big Chief ndio ina sound vizuri. Okay. Sasa tunarudi tena kwenye maisha ya chuo. Ndio. Je, kwa mfano una kazi na unasoma chuo, yani kivipi unaweza ukabalance?
Kwa upande wangu nadhani lazima kwanza utambue kazi gani unayofanya. Lakini lazima pia ufahamu hiyo kazi ambayo unafanya inakuhitaji wewe muda gani ili kuweza kufanya. Mfano, kuna mwingine kazi yake ni masaa 8 tu, kuna mwingine masaa kadhaa. Kwa lazima utambue kazi yako wewe inakucost time gani katika kufanya, alafu ukishafahamu utafahamu pia katika masomo yako labda inachukua muda gani. Mfano kama mimi kuja chuo inachukua masaa 8, masaa 7, kwa maana kwamba kuwepo chuoni nikifika chuo na kama saa 7 kuanzia vipindi vinaisha mpaka kuanzia vinavyoanza mpaka vinavyoisha. Alafu baada hapo na kuwepo free. Sasa naweza kama nina kazi ambayo inachukua masaa yaliyobaki, naweza nikatoka chuo nikaenda kufanya hiyo kazi. Kwa nadhani kikubwa ujue tu kila kitu kina cost muda gani, na kuanzia hapo sasa unaweza ndio kupangilia mambo yako. Shukrani sana bro. Asante sana. Asante sana. Bwana mtazamaji wa Chako TV, ulikuwa nami mtangazaji wako Drexler, ambapo tulikuwa na mshikaji wetu Big Chief, ambapo ameongelea mjadala mzima wa maisha ya chuo. Usisahau kusubscribe, comment katika channel yako pendwa ya Chako TV. Until next time. Bye.